ukienda kuipanda shambani ndio umepanda unatumia mbolea gani? Kwa kupandia tunatumia mbolea zenye kiwango kikubwa cha phosphorus. Kwa mfano kuna dapu hizo zina kiwango kikubwa cha phosphorus. Kwa nini phosphorus? Tunahitaji phosphorus kwa wingi wakati wa kupanda, kwa sababu hii kaimarisha ile mizizi kwenye vile vipando vidogo iweze kuimarika pale kwenye tuta na kuweza kufyonza madini pamoja na maji vizuri na iweze kuimarika na kukua vizuri. Unaiweka hiyo mbolea muda gani? Siku ile ya kupanda au baada ya muda kadhaa? Inategemea. Kuna namna mbili. Unaweza kuweka siku ile ya kupanda kwa kuichanganya na maji, kwa sababu ile miche bado mizizi ni midogo. Kwa hiyo utachukua gramu 250 utachanganya kwenye lita 20 za maji, utaweza kuweka katika yale mashimo, ndipo upandikize ile miche. Au unaweza ukaweka ndani ya siku 7 baada ya kuwa umepandikiza, ukaweka mbolea kwa mtindo wa punje, lakini utahitaji umwagilie ili iweze kuyeyuka vizuri. Lakini pia unaweza ukafanya zoezi ile la kuchanganya mbolea na maji kwa zile siku 7 ukaweza kuipa mmea. Okay, ndio wanaita starter solution. Ndio. Okay, asante. Sasa baada ya umeshaweka hiyo mbolea ya dapu, utaweka mbolea tena baada ya muda gani? Kwa kuwa baada ya hapo utaweka tena kila baada ya wiki 2, tunashauri kwamba uweke mbolea. Na ni mbolea ipi? Kwa siku zile za mwanzo, kwa maana ndani ya siku 21 za mwanzo tutaanza ule mmea umeanza kukua, tutahitaji kiwango kikubwa cha nitrogen kwa ajili ya kuupa mmea ule ukijani uweze kutengeneza chakula chake wenyewe. Kwa hiyo zaidi pale ni mbolea zenye kiwango kubwa cha nitrogen. Sasa kama kuna NPK yenye kiwango kubwa cha nitrogen tunaweza tukatumia pale kwa nyakati zile. Na utaendelea na hiyo ratiba ndani ya muda gani? Utaendelea na ratiba hiyo kwa mazao mengi ya mboga mara nyingi nakuta ni ndani ya zile siku 21 mpaka 40 na okay, kipindi kile kabla maua hayajatoka. Lakini maua yakishaanza kutoka tutabadilisha zoezi, tutatumia mbolea yenye kiwango kikubwa zaidi cha potassium ili kuweza kufanya maua yatoke kwa wingi, lakini na kuyapa matunda yanenepe. Nasikia kuna mbolea ina kiwango kikubwa cha calcium, hiyo ina matumizi yapi hasa? Kwenye kiwango kikubwa cha calcium pia kwenye matumizi yale ya matunda wakati wa kubebeshea. Kwa mfano Nitrabo ina kiwango kikubwa cha calcium, ile tunaitumia zaidi wakati wa kunenepesha matunda. Okay. Ndiyo. Sasa na ndio matunda yameweka kwenye matunda, unaweka mara moja au utaendelea kunaweka ile mbolea? Tutakuwa tunaendelea kuweka kwa sababu matunda yanatoka, maua yanaendelea kutoka. Kwa hiyo tunaendelea kuvuna huku, tunaendelea kuupa mmea lishe ili uweze kuendelea kutuletea matunda ambayo yana afya zaidi. Tuje kwenye upande wa mbolea za majani, yani folia. Ndio. Mnatumia folia ya aina gani imetumika hapa? Kwa hapa tumetumia folia ya kutoka kampuni ya Shamba Grow, ambayo pia wana aina mbili za mbolea. Zipo ya wakati wa kukuzia, lakini na wakati wa kubebesha kama hivi, ziko aina mbili. Okay. Ndio. Kwa wakati wa kukuzia ni tofauti na wakati wa kubebesha ni tofauti. Ndio. Okay.